na muda mfupi sana wa baraka nyingi. Muda mfupi sana wa baraka nyingi. Jamani. Amen. Muda mfupi sana wa baraka nyingi. Alafu technician nisaidie, bado vyombo bado. Sijui tatizo liko wapi, siwaelewi kabisa. Luka 9 mstari wa kwanza. Tusoma Kiswahili. Akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wa utangaze ufalme wa Mungu na kupoza magonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtoke mjini. Kaeni humo mpaka mtoke mjini. Na wale waasi wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yakung'uteni hata mavumbi ya miguu yenu mwenu kuwa ushuhuda juu ya hayo. Baba, kwa jina la Yesu, naomba neno lako liwe haki yetu na halali yetu. Tukatende mapenzi yako haswa mno kwa kazi njema. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia, neno la Mungu linaposema kuhusu maisha ya waliotutangulia, huwa mara nyingi linatukumbusha sisi kuendeleza kuyafanya yale ambayo hawa walioitwa au waliotumwa ama walioagizwa walienda wakayafanya. Sasa kama tunavyosoma hivi leo ya kwamba Yesu Kristo Mwokozi wetu na Bwana wetu at a point alifika akawaita wanafunzi wake, akawaambia, njooni niwatume, njooni niwapatie kazi. Ninataka msikae mkiwa hamfanyi kitu, maana ufalme wa Mungu sio kuokolewa na kukaa, ni kuokolewa na kuendelea kutumika. Ndiyo akawaambia ya kwamba njooni, akiwa Baba, akiwa ndiye Mwokozi, niwaambie la kufanya. Nataka niwatume sasa, na nyinyi mtaenda katika dunia nzima na mkapeleke habari njema. Nami nataka mnapoenda msiende mkiwa hamna chochote, kwa sababu nitawapa nguvu za uponyaji. Huko mnakokwenda kuna watu wana shida, kuna watu wana matatizo, kuna watu wana vilio. That is my point, ya kwamba unaishi ndani ya Yesu, umeokoka, Yesu ni Bwana. Wewe unajua Yesu anaokoa, wewe unajua Yesu anafariji mioyo, unajua Yesu anafungua waliofungwa. Lakini bado tunaangalia kushoto yako na kuume yako, tunagundua kuna watu hawajapata habari za Yesu, hawajasikia ukuu wa Mungu, hawajapata ushuhuda ulio hai ambao unasema ya kwamba nalikuwa mgonjwa nikiwa kwenye vitanda vya mahospitalini, nikiwa kwenye dhiki, nikiwa kwenye tabu, nilikuwa sina tumaini, lakini wakati Yesu wa Nazareti alipofika karibu nami, nilipona, nikatoka kwenye matatizo haya. Sasa niko huru, natangaza habari za Yesu yule aliyeniponya. Yani kuna watu hawajasikia habari kama hizi. Ndio Yesu akawaambia wale wanafunzi, njooni hapa wanangu, nataka niwatume mwende kwa
mataifa, nendeni kwa mama nitilie, nendeni kwa vibanda kule sokoni, nendeni kwa makampuni yao, nendeni kwa majirani na wandugu zenu, nendeni kwa dada zenu na kaka zenu, wapelekeni habari njema, waambieni ya kwamba yale matatizo walio nayo na zile shida zinazowasumbua, yale magonjwa, yale hali ngumu, yale vita, hiyo utasa, hiyo kulia, hiyo kuomboleza, nendeni sasa mukawaambie kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Amen. Na akawaambia muende na ujasiri, because on the way mtakutana na hao watu pia ambao wameshindwa. Lakini mumegundua hawa watu wako kwenye matatizo haya, labda aoni, labda ni kiziwi, labda ni kipofu, labda ni kiwete, msiogope, bandikeni mkono juu yake na muamuru pepo la upofu liwatoke likimbie, nami nitakuwa nanyi mwanzo hadi mwisho wa dayari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari njema ndio raha yetu. Watu wa Mungu, itabidi tuchukue nafasi ya kutangaza habari za Yesu wa Nazareti. Amen. Itabidi tuanze kuchakura vitabu vyetu na tuangalie back pages kuanzia number 1, 2, 3. Tuangalie yale Yesu ametufanyia. Kuna mambo Yesu amekufanyia. Kuna mahali Yesu amekutoa. Kuna vitu Yesu alikuletea. Amen. Kuna baraka Yesu amekubariki. Amen. Kuna njia Mungu amekufungulia. Hata sisi wengine bado hatujui. Wewe tu ndio unajua kile Bwana amekufanyia, na ni wewe ndio shahidi wa peke yako kusimama mbele ya mashahidi wengi na kutangaza ya kwamba jamani, Yesu amenifariji moyo wangu. Amen. Wakati mwingine watu wanakufa kwa tabu. Watu wanakufa bila tumaini lolote. Lakini huyu mtu amekufa hapa, kumbe angekusikiliza wewe tu, ushuhuda tu wako, huyo mtu hangekufa. Lakini alikufa kwa sababu wewe haukuwepo kusema kile Mungu amekufanyia. Na kumbe kile Mungu alikufanyia ndio kile kinamtesa huyo mtu, na akisikia ya kwamba wewe ulitendewa na yeye atapata imani, atajua atatendewa na ataendelea kuishi, kwa sababu tumaini lipo, na anajua Yesu anaweza, na anajua alikuwezesha na atamwezesha na yeye. Watu wa Mungu, hatutaendelea kulala, wakati wa kuamuka umefika. Twendeni tukatangaze yale Yesu ametufanyia. Twendeni tukatangaze ya kwamba bado anatenda. Twendeni tukatangaze ya kwamba bado anafungua, na wewe utabarikiwa na familia yako yote. Amen. Hakuna haja ya kulala tena. Yes. There is no need of wasting time. Amen. Hakuna haja ya kuendelea kunungunika. Yes. Hakuna haja ya kuendelea kukaa chini na kulalamika kwa mambo ambayo labda haujafanikiwa, labda haujayaona. Endelea kusubiri tu. Yule aliyekutendea siku moja hapo nyuma bado ana uwezo wa kutenda tena. Na leo amenituma nikwambie, anza kwenda ukatangaza alilolifanya. Yale ambayo bado hayayafanywa yatakuja kufanyika kwa jina la Yesu. Maana Yesu ni yule yule wa jana, leo na hata milele. Na nguvu zake ni za ajabu. Na wanaomwamini hawapotezi, bali hupata uzima wa milele. Amen. Inua mkono wako mmoja, sema Bwana nifanye chombo chako. Bwana nifanye chombo chako. Sema kwa nguvu. Bwana nifanye chombo chako. Sema Bwana nitume niende. Bwana nitume niende. Nikatangaze habari njema. Nikatangaze habari. Nikawaambie unaweza. Nikawaambie unaweza. Nikawaambie bado unatenda. Nikawaambie bado unatenda. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Amen. Akawaambia, hamwendi kulazimisha mtu yeyote. Hamwendi kushindana na mtu yeyote. Hamwendi kwa vita na mtu yeyote. Mnalokwenda ni kupeleka habari njema. Yes. Endeni muambie wanaweza kupona. Amen. Mkikutana na viwete muambie anaweza kutembea. Amen. Mkikutana na viziwi muambie unaweza kusikia. Amen.
Na mimi Yesu akawaambia nitakuwa na nyinyi na nguvu zangu zitatembea na nyinyi, na wale waliofungwa nitawafungua na utukufu wangu utaonekana juu mbinguni. Mtu wa Mungu, una ushuhuda. Yes. Wewe una ushuhuda wewe. Ndio. Wewe kuna mahali Yesu amekutoa kabisa wewe. Amen. Wewe ukiangalia hivi unaona kabisa kama sio Yesu hata mimi singekujua. Hata wewe hungenijua. Hata leo hungekuwa hapa. Lakini ni Yesu amekutoa mahali. Amekuleta hapo ulipo. Twende na huo ushuhuda. Twendeni tukatangaze habari njema. Twendeni tukaambie mataifa. Twendeni tuwatoe kwa ulevi. Twendeni tuwahubirie makahaba waokoke. Twendeni wale waizi wamjue Bwana. Wale drug abusers wamjue Yesu. Ni wewe na mimi tutachukua virago na tuende kwao kuambia Yesu bado anaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja nilipatwa na jipu kubwa sana hapa kwa Tosi. Sasa likawa limesumbua na hali hivi. Nikatoka kule Kongowea, nikaenda Kongowea huko sokoni kutafuta gari niende Makadara waniangalie hii kitu, mbona inafura na haivi. Sasa nilikuwa nataka kuingia kwa gari, na ndani ya hiyo gari kukatoka mama mmoja, na yeye ana majibu kama 8 kwa sura moja. Sasa tulipishana naye hivi karibu sana, nikamwangalia hivi hata nikashtuka, nikasema mimi sina jibu. Amen. Mbona yake ni mengi namna hii? Nikasema hata hiyo Makadara siendi. Amen. Mimi nitafute vile nitasambaza habari za Yesu Kristo. Amen. Nikaachana na mambo ya Makadara, nikaanza kuhubiri, na nilianza na yeye hapo, nikamwambia mama, Yesu anakupenda. Amen. Akasema asante mwanangu. Nikamwambia haya majibu mbona mengi namna hii kwa sura yako karibu 8? Sasa unajua ninamuuliza swali na ananiangalia, anaona kuna kajibu pia. Sasa anacheka tu. Nikamwambia mimi najua unacheka nini, lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Amen. Aka kangu ni kadogo sana, ni kama hakuna. Mimi nakuongelesha haya yako mengi. Yesu anaweza kukuponya. Amen. Haya inawezekana yameenda yakirudi katika maisha yako. Akasema ni kweli amenisumbua kwa muda mrefu. Nikamwambia basi leo nitakuombea na hayatarudi tena. Amen. Unajua ninaongea na yeye ananiona na jipu na anashindwa kuelewa. Huyu mtu mbona asijiombee jipu lake litoke? Yeye anang'ang'ana na majipu yangu, lakini nikamwambia hili langu litakwenda. Haya yako ndiyo yanatakana ya kuache umtukuze Mungu, ujue anaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikaombea yule mama na akamtukuza Bwana, akamsifu Yesu. Amen. Leo nataka niongee na mtu ambaye uko chini, ambaye maisha yameenda vibaya. Nataka nikupatie taarifa ya habari ya kwamba Yesu anakutaka wewe. Amen. Utoke katika comfort zone yako. Uende utangaze habari zake. Hata kama kuna udhaifu fulani, hata kama kuna kitu kamekushika mahali, usifadhaike na vile vitu vidogo hapo. Yesu anakwenda kutenda maajabu ikiwa utachukua virago na uanze kutafuta watu kuambia Yesu anaweza. Amen. Anaweza. Yes. Anaponya, anafungua, anabariki. Ndio. Na ametenda, tumemuona. Yeah. Leo nataka nikuchange moto ya kwamba baada ya ibada hii hautalala tena. Amen. Hautasinzia tena. Amen. Ukikutana na yule mama njiani utamwambia. Yes. Ukikutana na yule mzee pale njiani utamwambia. Amen. Wakanichukua siku moja hapa kwa hii magorofa hapa katika gorofa chafu hapa kwa kina Pastor J hapa. Kwa itwaje pale? Hapo kwenyu hapo katikati pale. Kule kwa zamani kule. Hapa anasema Gogoni. Tugae pale. Wamama wengine wakaja hapo kwangu, wanajua mimi ni pastor. Pastor. Wengi asubuhi mapema. Njoo. Kimeumana. Nini mbaya? Njoo twende. Na mabuibui wengi.
Watu kaya twende. Tukifika pale mama mmoja amezaa, lakini baada ya kuzaa amepagawa na inaitwa ruhani. Maruhani amemjaa. Sasa anataka akunywe damu. Na hawa kukunywa damu lazima wachinje mbuzi. Wachinje mbuzi ndio hiyo damu arambishwe ndio apone. Sasa wakaja wakaniita haraka wasema huyu atakemea hii kitu haraka. Nikifika pale nikamkuta amegagaa chini anataka damu. Nataka nasikia kiu ya damu ameshika mtoto amemnyonga mtoto wake mwenyewe yule amemzaa. Nikafika pale kwanza nikamwamuru kwa jina la Yesu muache mtoto huyu. Yes. Akamwachilia. Wakashangaa. Amen. Wakasema pasa, unajua huyu tumeng'ang'ana naye kuanzia saa 10. Aachi huyu mtoto. Na wewe umeongea tu kwa urahisi na amemwachia. Nikasema sio mimi, ni yule aliye ndani yangu. Yes. Ni mkuu kuliko huyu aliye hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema haya tuambie tufanyeje? Maana anasema tuchinje mbuzi. Tena sio mbuzi mmoja, mbuzi 12. Shetani ashindwe. Nikamwambia 12 ni wengi. Mungechinja ama mungefanyaje? Wasema kikwetu. Huku kwetu tungechinja. Lakini wewe tuambie tufanyeje? Nikasema mimi nawaambia aminini Yesu anaweza. Amen. Na nikawapisha wale maruhani wale, nikamwambia kwa jina la Yesu, fumbeni vinywa vyenu na mtoke sasa. Mumwache mama huyu awe huru, na awe huru kweli kweli, anyonyeshe mtoto wake. Amen. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mama simama, akasimama. Amen. Wanawake wale walikaa chini, wakasema kumbe kuna nguvu zingine ambazo hatuzijui. Yes. Amen. Hivyo tu pastor, hivyo tu ameamuka. Naambia ndio kwisha maneno. Mpatieni mtoto. Kampatia mtoto. Nyonyesha mama. Akanyonyesha. Nyonyesha titi ingine. Akanyonyesha titi ingine. Amen. Nikamwambia uko mzima? Mtoto yuko salama. Haya. Wasikia njaa? Ampeni chakula akule. Amen. Akakula chakula. Nikaondoka nikamwambia simba wa Yuda. Yes. Akinguruma maisha yanabadilika. Akinguruma wagonjwa wanapona. Amen. Lakini hawatajua tusipowaambia. Yes. Hawatajua tukikataa kushuhudia. Hawatajua kama hatuna msimamo ndani ya Yesu. Amen. Hawatajua kama sisi kule mitaani hatuna habari yoyote njema kutoka kwa Mungu. Amen. Lakini kuanzia leo nataka nikutume wiki yote hii. Kuanzia leo jioni, mchana, alfajiri, kesho, nenda utangaze habari za Yesu Kristo. Na ukikutana na wagonjwa waponye kwa jina la Yesu. Amen. Ukikutana na waliopagawa kemea mapepo kwa jina la Yesu. Amen. Ukikutana na wagonjwa wapone kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen haraka. Amen. Hautaendelea kunyamaza tena. Amen. Nenda ukatangaze kile Mungu amekutendea. Amen. Alikutoa mahali, waambie alinitoa. Amen. Alikuponya siku moja, waambie niliponywa. Amen. Go with your testimony. Hata una haja ya maandiko mengi sana. Nenda tu na kile Yesu amefanya maishani mwako. Nenda ukatangaze hicho. Na hicho tu kitaponya watu, kitaokoa watu, kitafungua watu, na wewe utabarikiwa beyond measure in Jesus name. Amen. Na majina yako yatajulikana. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na kesho uende kawa wewe ndio ordainee wetu. Amen. Kesho uende kawa wewe ndio ordainee wetu. Amen. Nasema kesho uende kawa wewe ndio mtu wa mafuta wetu. Amen. Ambaye utafuruga kijiji kielewe Yesu. Utawaambia tu habari za Yesu wa Nazareti. Amen. Utatangaza bila uoga. Amen. Utatangaza bila wasiwasi. Amen. Na hakuna silaha yoyote itakayoinuka juu yako itakayofanikiwa, maana Bwana atakulinda kwa yote. Amen. Salimia jirani yako, mwambie peleka ushuhuda kwa mataifa. Peleka ushuhuda kwa mataifa. Msalimie, mwambie sumona hata wewe umerelax sana. Sunaona hata uongee chochote kuhusu Yesu. Sunaona hata hakuna mtu anajua Yesu kupitia kwako. Sunaona hiyo ni shida. It is a problem. Na sasa hatutaendelea kukaa hapo. Tunakwenda kuinuka kwa jina la Yesu. Unauza tomato na unauza na jina la Yesu. Can I hear amen? Unauza tomato, unapatiwa Kenya shillings, currency ya Kenya, unauza jina la Yesu kwa imani. Unatumia currency ya imani. Amen. Unawaambia Yesu anaweza. Amen. Unawaambia Yesu anafungua. Amen. Unawaambia Yesu anaokoa. Amen. Unawaambia Yesu anafariji. Amen. Na unatoa ushuhuda wako. Na huo ushuhuda utaokoa wengi. Yes. Na wewe utapata thawabu
mbele ya kiti cha enzi Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mkono mmoja juu, sema Bwana nisaidie niwe shahidi wa kweli. Bwana nisaidie niwe shahidi wa kweli. Nishuhudie hata Wahindi. Nishuhudie hata Wahindi. Sema kwa nguvu my friend. Nishuhudie hata Wahindi. Nishuhudie hata Wahindu. Nishuhudie hata Wahindi. Hata Waarabu. Hata Waarabu. Unajua, hebu salimia jirani yako, mwambie unajua hao Waarabu wakiamini wanaamini kikweli kweli. Unajua hawa wana imani kama yote. Hata wanakushinda wewe ambaye ni wa Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Salimia jirani yako, mwambie hata Waarabu tutawapelekea habari njema sasa. Waswahili wote wamjue Yesu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutalala tena, tunapeleka habari njema. Wale majirani watajuaje Yesu anaweza? Ni wewe utakayewaambia. Sijasikia amina yoyote nzuri hapa. Sijasikia amina yoyote nzuri hapa. Amen. Nataka usalimie jirani yako, mwambie hii ni serious business hii. Wewe ni kama hauko serious. Hata bishop anakuja. Wewe ni kama huko. Mshike mkono, mwambie ni kama hauko serious. Kama ambaye huko serious. Mwambie kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Peleka habari njema. Peleka habari njema. Tangaza Yesu anaweza. Tangaza Yesu anaweza. Ongea ushuhuda. Ongea ushuhuda. Ule ulionao ndio utauongelea huo. Ndio utauongelea huo. Lakini kama unajua mtu hapa ambaye alitendewa, si unatumia huo ushuhuda pia? Nisikia amina. Amen. Ni dhambi? Ni dhambi ama si dhambi? Si dhambi. Salimia jirani, mwambie kama wewe unaona hii yako haifai. Kama wewe unaona hii yako Mary haifai. Si utumie yangu. Si ushuhudie tu yangu. Tumia wewe yako ni gani? Hebu mwambie yako. Mwambie hiyo yako na mwambie ni gani. Unayo ama huna? Sumupe, mkopeshe, ana ushuhuda huyo. Anayo? Asante mzee. Ongea na huyo jirani, nataka twende wote pamoja. Mwambie wewe jirani, wewe kama ushuhuda wako hauwezi, si utumie huu wangu. Haya, mpatie huo wako ni gani? Ama wewe pia huna? Sio ndio shida sasa? Anao jirani, anao ushuhuda. Mapanga. Kuna ushuhuda uko nao kweli? Hivi waambiwa wachilie. Kuna ushuhuda anakupatia? Utumie. Uende utangaze habari za Yesu. Na waliofungwa wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako tena, mwambie hakuna kulala tena. His speakers go very poor. Very poor performance. Nyie mlikaa maadui hapa. Salimianeni. Ushuhuda mkopeshe ushuhuda wako aende nao. Natangazia watu kule vijijini kile Mungu alikufanyia. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono wako mmoja, sema Bwana Yesu, you are killing the ministry. Hii kitu iko very poor. Wewe bwana mambo. Toka hapo. I don't know what you are doing ni watu. Kuna sound huko kabisa. Siwaelewi wewe na bwana Unyango hapa, siwaelewi kwa sound. Umempa ushuhuda huyo? Umepata ushuhuda? Utaenda ushuhudie wake ama wako? Wewe si una wako? Lakini amekupa wake pia, unaweza kutumia. Bora mtu asikie Yesu atenda. Yes. Msalimie huyo, mwambie. Utaenda kutangaza? Utaenda? Kuanzia lini? Leo. Friday wa wapi? Friday kweli. Kuanzia leo, saa hii tukitoka hapa, kila mmoja aenda tangaze habari za Yesu. Amen. Nasema kila mmoja atangaze habari za Yesu. Amen. Nasema tangazia jirani yako Yesu anaweza. Amen. Yule mgonjwa mwambie Yesu anaponya. Amen. Yule aliyefungwa mwambie Yesu anafungua. Amen. Kuna watu wana shida. Yes. Na hawajui msaada watatoa wapi. Ni wewe utakayewaelekeza ya kwamba kwa Yesu hakuna lisilowezekana. Amen. Na uwape mfano wa kile Yesu alikufanyia. Yes. Na uambie kama alinitendea anaweza kuwatendea na nyinyi. Amen. Na uwapatie neno la Mungu lililo hai. Amen. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Amen. Na akiwa ameamini muombe.
Yes. Usiite bishop. Chapa maombi. Amen. Mwambie funga macho ni kuombee kwa jina la Yesu. Amen. Pepo la udhaifu likuachie liende. Amen. Na uwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Don't be a dormant church. Uwe Mkristo ambaye haujielewi, haujifahamu. Hapana. Wakati wa kumtukuza Yesu umefika. Amen. Nenda ukatangaze habari za Yesu. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba usishindane na mtu. Kuna watu ni wabishi. Yes. Hata ukiwaambia msaada hawataki. Wachana nao. Yes. Wewe wanaosikiliza waambie. Wasiosikiliza wachana nao. Amen. Endelea mbele kwa jina la Yesu. Amen. Na Mungu wa mbinguni anakuangalia kwa macho ya kutafuta kukusaidia na kukuinua juu kabisa. Kuanzia leo tamani kuongea habari za Yesu mahali popote ulipo. Amen. Naomba maneno yako 10, maneno yako 8 yawe ni ushuhuda wa Yesu Kristo. Amen. Sikusikia amina mzuri. Amen. Naomba amina ya nguvu jamani. Amen. Naomba maneno yako 10 yale 8 yawe ni ya ushuhuda wa Yesu. Amen. Tangaza tu habari za Yesu. Amen. Ongea tu kuhusu Yesu wa Nazareti. Amen. Nimesema hata kama huwezi kuhubiri, basi tuambie ushuhuda. Sema kule Yesu amekutoa. Amen. Kuna watu hapa mngekuwa mmekufa kitambo. Mlikuwa wagonjwa. Mlilazwa. Yes. Mlikuwa hamna habari ya kuishi tena. Lakini si Mungu aliwasaidia. Amen. Na kama amewaponya, amewarudisha, wacheni tumtukuze kwa ushuhuda huo. Amen. Simama kwa miguu yako. Hallelujah.